Biblia inasema hivi, kitabu cha Isaya 28:18. Kichwa cha habari, kujiondoa kwenye maagano. Biblia inasema hivi: patano lenu mlilopatana na mauti halitasimama. Kwa sababu tunaangalia patano ni nini. Kuna wakati mtu unaweza ukaumwa, lakini source au chanzo cha ugonjwa huo, kumbe wewe ulienda kupatana na kitu fulani kikakusababishia ugonjwa. Kwa sababu wengi wakati wa mafanikio Mungu hawamtaki. Mungu anamtaka wakati wa ugonjwa wao tu pekee basi. Yaani wakati wa ugonjwa ndo Mungu anamhitaji. Sasa unapokuwa unamhitaji Mungu wakati wa ugonjwa na wakati wa pesa, wakati wa uzima ulimkataa, Mungu naye anageuza macho yake akutazami kabisa. Japokuwa ana huruma na wewe. Kwa sababu gani? Upo kwenye agano tayari, umeshaenda kujichinja mwenyewe. Ukienda kuanzisha kitu chochote ambacho wewe kitakuumiza, tayari umeenda kupanda mbegu. Na ile mbegu inakuwa. Na ikishakuwa itabidi uvune matunda. Matunda yenyewe ndo maumivu. Lakini ukikubali kukaa kwenye nafasi yako, usifanye kitu kwa sababu ya kuona, usifanye kitu kwa sababu ya tamaa. Fanya kitu kwa sababu ya kibali, muda wa kufanya umefika. Usifanye wakati wa tamaa. Unapofanya kitu wakati wa tamaa, athari zake ni kubwa. Kwa hiyo unamsababisha adui ameze mali zako, halafu anakupangia. Ukisoma kitabu cha Ayubu 20:15 utajua pale amesemaje. Amesema hivi: amemeza mali naye atazitapika. Maana yake kiufupi, kumbe adui ulimwendea mwenyewe, akachukue mali zako akazimeze, yani akupangie. Yani mali za kwako, hiyo ni baraka ya kwako, Mungu ameachilia, lakini adui anakuwekea masharti ili uweze kuingia kwenye mfumo wake. Sasa nakushauri usifanye kitu kwa sababu umesikia. Usifanye kitu kwa sababu una dhiki. Usifanye kitu kwa sababu una shida na hela. Fanya kitu kwa sababu unataka kumjua Mungu vizuri. Kwa sababu ukishamjua Mungu, ukishakuwa na hofu ya Mungu ndani, hautaweza kuingia kwenye mambo yasiyokuwa halali. Duniani tumechangamka kutafuta pesa, lakini hizo fedha usipotafuta katika misingi mizuri, basi ukiingia kwenye misingi mibaya, tayari umepotea. Ridhika na hali yako. Hayo maisha mazuri sana unayoishi. Ukiona vitu vinagoma, fanya kitu kingine. Ukiona kinagoma, fanya kitu kingine. Usilazimishe kitu kabla ya wakati wako. Na ndio maana walipoingia watu kwenye maagano, ukisoma kitabu cha Torati 12:2-3, Biblia inasema hivi: kuvunja madhabahu mbaya za maagano. Sasa madhabahu mbaya za maagano tunazivunja vipi? Comment hapo. Nitakwambia. Nenda kwenye chaneli yangu, nitakwambia jinsi ya kuvunja maagano.